Karibu katika kipindi chetu cha Mezani. Leo tumebahatika kutembelewa na mgeni wetu ambaye ni mwandishi wa vitabu na ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Lakini zaidi tungejua kwa background zaidi kuhusu yeye. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Gilbert Saidi. Ni mwanafunzi wa Chuo hiki cha Kikatoliki cha Mwenge. Ninasoma shahada ya kwanza katika ualimu katika masomo ya fizikia pamoja na tehama, yani ICT. Nimezaliwa Sumbawanga, ndiko nyumbani kabisa, ndiko wazazi wangu wanakoishi mpaka sasa. Lakini nimeanza shule ya msingi miaka mingi kidogo imepita, na baada ya hapo nikaenda sekondari, na baada ya hapo nikaenda advance, na baada ya hapo nimekuja chuo. Lakini mara nyingi katika level zote hizo ambazo nimekuwa nikipenda sana masuala ya uongozi. Maana yake toka mwaka 2011 mpaka mwaka 2026 huu nimeshikilia nafasi kadhaa na nimewatumikia vijana katika nafasi nyingi sana. Kwa hiyo nimekuwa competent sana katika eneo la leadership, na ndio maana kuna baadhi ya vitu hapo nitakuelezea baadaye. Lakini kwa kina, mimi nilikuwa napenda sana kuwa daktari, na ndiyo ndoto yangu ambayo nilikuwa natamani sana kuifanya katika maisha yangu. Na nimesoma PCB kama kawaida kwa sababu ni mwalimu wa physics. Lakini hapo katikati mambo nilivyotamani na ndivyo ilivyo sasa ni tofauti, kwa sababu mipango ya mwanadamu sio matumizi, lakini mwanadamu anapanga, Mungu ndiye anayeamua. Mwisho wa siku nilifanikiwa nikaenda nikasoma mwezi mmoja udaktari, lakini baada ya hapo sikuweza kuendelea, na baada ya hapo nikaja Kilimanjaro nikaendelea na kozi hii ambayo naisoma. Leo nipo mwaka wa 3, lakini wakati naendelea na safari ya leadership pamoja na mambo mengine au ya kuwatumikia watu, baadaye nilikuja nikagundua ninatamani sana kuandika, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nasoma sana. Yani usiku silali sana kivile, ninasoma mara nyingi. Na kanuni ya kusoma, ili ukamilishe seko, unaposoma inabidi pia umalizie seko. Unajua mtu anaposoma, kusoma ni hatua ya kwanza, lakini akishasoma nini ambacho anapaswa kufanya? Mwanafunzi akisoma wakati anajiandaa na mtihani, kukamilisha duala la kusoma inabidi akafanye mtihani, kwa anapaswa kuandika. Kwa hiyo na mimi wakati nasoma material au nasoma vitabu mbalimbali vya watu, nasoma historia za watu, nasoma Biblia, nasoma nini, mwisho wa siku ili nikamilishe seko ni lazima nianze kuandika. Kwa hiyo baadaye nikaona ninasoma sawa, lakini sasa sijakamilisha seko, inabidi nianze kufanyaje? Nianze kuandika. Kama tulivyomsikiliza mgeni wetu ambaye ni wa siku ya leo katika kipindi hiki cha Mezani, kama tulivyomsikia kwamba ni mwandishi wa vitabu, lakini hasa tunataka kujua ni lini hasa alianza hizi shughuli za kuandika vitabu, na kitabu kipi hasa alianza nacho kuwa cha kwanza? Asante sana. Nimeanza rasmi kuandika mwaka jana, mwaka 2025. Ni kwa sababu nilikuwa nimejiwekea link fulani au lenji fulani ya kusoma idadi kadhaa ya vitabu kwa kila mwezi, lakini pia kwa kila mwaka. Kwa hiyo nilipotimiza mwezi wa 9 sasa, wakati ilikuwa ni wakati wa likizo, nikawa nimetimiza vitabu kadhaa. Kwa mwaka nilikuwa nimejipangia nisome zaidi ya vitabu 40. Namshukuru Mwenyezi Mungu nilikamilisha baada ya kusoma vitabu mbalimbali. Nimesoma vitabu vingi vya kina Dr. Miles Monley, vya kina Joeli na Nauka. Nimesoma pia vitabu vya kina Bill Gates. Nimesoma vitabu vingi, na baada ya hapo kulingana na kitabu content. Sasa baada ya kusoma vitabu vingi, manake akilini sasa nikawa na vitu vingi. Nikaona sina mahali pengine pa kuvipeleka, kwa sababu ni kweli na jukwaa la kuongea, lakini sasa sina mahali pengine kwa sababu material yana flow kwa wingi. Kwa ikabidi nikatafuta alternative, nafanyaje? Ikabidi sasa ndipo nikaanza kuandika vitabu. Na kitabu cha kwanza ambacho nilianza nacho kukiandika kilikuwa ni kitabu ambacho kinasema Journey in the University Life. Hiki ni kitabu ambacho kinahusu maisha ya chuo. Niliandika kweli 100 kuhusu maisha ya chuo. Chuoni kuna mambo mengi sana ambayo watu wengi wanahisi wanayajua, lakini kwa uhalisia hawayajui. Hasa kwa wale ambao walianza, nilitamani sana, kwa sababu nilikuwa na mdogo wangu ambaye anaanza mwaka wa kwanza. Nilitamani nimwandikie ayajue, ili mahali ambapo sisi tulikosea
mahali ambapo wengine